Ni siku ambayo kabisa haitowahi sahaulika katika historia ya Jamhuri ya Kenya. Tarehe 18 mwezi Februari mwaka 1957, February 18th, 1957, shujaa wa kikosi cha wapiganaji wa vita vya Mau Mau, Dedan Kimathi WACIURI, alitangazwa na jeshi la mkoloni la Uingereza kuwa alikuwa kaaga dunia baada ya kunyongwa katika gereza kuu la Kamiti. Nchi yote nzima, haswa wa Kenya, walilia kwa uchungu, maana Kimathi aliyetajwa kama mwokozi wa taifa la Kenya alikuwa hayupo tena, ila kidole cha lawama kikielekezwa kwa askari mweusi kutokea katika jamii ya Kikuyu aliyempiga risasi Kimathi na kupelekea kukamatwa kwake. Jina la askari huyu ni Ndirangu Mau almaarufu Yedhimi. Hii leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa cha askari huyu Ndirangu Mau aliyesifika kama shujaa na wakoloni wa Uingereza, ila nyumbani kwao Nyeri alitajwa kama msaliti mkubwa aliyemuuza Kimathi kwa euro 150. Tunawezaje kuizungumzia historia ya nchi ya Kenya bila kulitaja jina lake shujaa Kimathi? Leo kitakambi hapa ndani ya The FM Show KE tukupea historia ya askari huyu aliyemfyatulia risasi Kimathi na kupelekea kukamatwa kwake na kunyongwa tarehe 18 mwezi Februari mwaka 1957. Ndirangu Mau alikuwa askari mweusi aliyefanya kazi chini ya uongozi wa mkoloni, akilipwa mshahara wa shilingi 60 pekee kwa mwezi. Huyu akiwa ndiye askari aliyempiga risasi ya mguu Kimathi na kupelekea kukamatwa kwake. Kwa risasi 3 alizofyatua Ndirangu Mau aliyafyatua maisha yake pamoja na yale ya familia yake katika vitabu vya wasaliti katika historia ya Jamhuri ya Kenya. Angejua Ndirangu Mau asubuhi ya tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka 1956, 21st October 1956, basi Ndirangu angekaa mbali sana na msitu wa Karunaini alipokuwa akipitia shujaa Kimathi asubuhi hiyo iliyokuwa imegubikwa na umande wa baridi ya misitu ya Aberdare. Asubuhi hii Ndirangu pamoja na askari wengine 24 walikuwa wakilinda msitu wa Aberdare katika sehemu ya Tetu, ndipo kuzuia wapiganaji wa Mau Mau kwenda kijijini Ihororo kuchukua chakula. Asubuhi ile, kulingana na Ndirangu ambaye hakuwa akijua sura kamili ya Kimathi, alimuona mwanaume aliyekuwa kabeba shehena mgongoni akivuka daraja. Mwanaume yule aliyekuwa kavalia vazi lililoundwa na ngozi ya chui. Baada ya kumwambia asimame, Kimathi alianza mbio za miguuni ponye. Ndirangu akafyatua risasi ya kwanza akimulenga, ila hakuwa na shabaha ya kutosha. Kimathi akazidi kukimbilia kule msituni, huku Ndirangu akimfuata akifyatua risasi ya pili na bado asimpate Kimathi. Alipokuwa akijaribu kuruka mto ndipo kuingia mafichoni, Kimathi aliyegoma kuweka chini mzigo aliokuwa kaubeba wa miwa inayoaminiwa alikuwa akiwapelekea jeshi lake msituni. Bahati ilimponyoka na risasi ya 3 aliyofyatua Ndirangu ikampata mguuni Kimathi na akaanguka pale akilia kwa uchungu wa risasi. Ndirangu katika mahojiano yake na gazeti la Standard miaka 5 kabla ya kifo chake alikiri alipompata Kimathi pale alipopigwa risasi. Ndirangu, kulingana na yeye, aliogopa sana kwamba Kimathi aliyeonekana mtulivu hata baada ya kupigwa risasi, kuwa kama Kimathi angekuwa na uwezo wa kusimama basi Ndirangu hangemdhibiti shujaa yule aliyekuwa kashikilia kisu mkononi. Kimathi alijikokota na kukaa chini, huku paja lake likivuja damu kutokana na makali ya risasi aliyopigwa pajani. Nikinukuu maneno ya mwisho ya Kimathi na Ndirangu:
Ndirangu alimuuliza Kimathi kwa Kikuyu, "Wewe ni wewe, who are you?" Ama wewe ni nani? Na Kimathi bila woga wowote alimwangalia Ndirangu usoni na kusema, "Mimi ni Field Marshal Dedan Kimathi WACIURI." Ndirangu akifurahia sana kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa kampiga risasi na kumkamata jamaa aliyewafanya wakoloni wote kutamani kurudi kwao Uingereza. Akatulia kwa muda Kimathi baada ya kujitambulisha, na Kimathi akauliza, "Are you the one who shot me?" Ndirangu akajibu, "Yes." Bila majuto, Kimathi alisema kwa Kikuyu, "Ni wega, it's okay, ni sawa tu." Ndirangu alipiga nduru na kuwaita wenzake ambao walimsifia kama shujaa kwa kumkamata Kimathi. Walitengeneza kitanda aina ya machela kutumia miti na kumbeba Kimathi kuelekea katika kambi ya Yororo, ambapo taarifa za kukamatwa kwa Kimathi zilikuwa tayari zimefika na kuenea kama moto nyikani. Baada ya Kimathi kufikishwa Yororo na Ndirangu pamoja na wenzake na kumpeana kwa mikono ya maafisa wa ukoloni, pale Ndirangu akazawadiwa euro 150, takriban shilingi 80,000 za Kenya, na Kimathi akapatiano kwa mikono ya wakoloni aende kuuawa. Basi hapa ndipo historia ilibadilika, Kimathi akisalia mpaka ileo na miaka ijayo kuwa shujaa wa nchi ya Kenya, naye Ndirangu pamoja na familia yake kutajwa kama wasaliti walomuuza Mwokozi. Aswa na jamii ya Wakikuyu kule, watu waligoma kutumia jina Ndirangu tena kwa wanao na kuliona kama laana, maana waliamini jina hili lilimaanisha msaliti wa Jamhuri ya Kenya. Novemba tarehe 27 mwaka 1956, November 27, 1956, Kimathi alihukumiwa kifo na mahakama jijini Nairobi, na Februari tarehe 18 mwaka 1957, February 18, 1957, katika jela la Kamiti alinyongwa na kuuawa Kimathi. Ila Maumau hawakuzima vita yao dhidi ya mkoloni. Baada ya kukamatwa kwa Kimathi, jambo lile liliwapa msukumo mkubwa sana, na wakaendeleza vita dhidi ya Maumau, haswa wakitaka kulipisha kifo na kukamatwa kwa Kimathi. Maumau wale kwa wakati ule wakiongozwa na General Marete Baimunge, ambaye alimridhi Kimathi kama kiongozi wa Maumau. Baimunge akitokea katika jamii ya Meru, pamoja na Field Marshal Mwariama waliendeleza vita dhidi ya wakoloni. Ndirangu baada ya kupokea donge nono lake kutokea kwa wakoloni, alienda na kununua basi la usafiri, ila hamna hata mtu mmoja aliyewahi kuliabiri basi lile isipokuwa familia yake tu. Usiku inaaminika raia walikuwa wakikwenda kwake Ndirangu na kuliandika basi lile mudhirimu wa Kimathi, wakimaanisha paja la Kimathi, ambapo Ndirangu walimpiga Kimathi risasi ndipo kupata pesa la kununua basi lile. Baadaye Ndirangu aliliegeza basi lile nyumbani kwake, maana hata alipojaribu kuliuza lilikosa mnunuzi. Baadaye Ndirangu alifungua hoteli, ambapo wananchi bado waligoma kula hotelini pake, wakisema ni damu ya Kimathi iliyokuwa imefungua hoteli lile. Na pia usiku walikuwa wakikwenda pale bado na kuandika ukutani mwa hoteli lake Ndirangu mudhirimu wa Kimathi, meaning Kimathi shin, ama ukipenda kwa lugha ya Kiswahili paja la Kimathi alipopigwa risasi. Ndirangu alikiri kwamba kila siku ya maisha yake tokea alipompiga risasi Kimathi alijuta mpaka kifo chake, maana hata familia yake baada ya kulaumiwa sana kama na kuitwa wasaliti, walianza kumlaumu baba yao na kumtaja kama msaliti wa taifa la Kenya.
mpaka pale mzee huyu Ndirangu alipopata kuiaga dunia mwaka 1986. Hapo ndipo tunatilia kikomo story kuhusiana na huyu askari aliyemfyatulia risasi na kumkamata Field Marshal Dedan Kimathi WACIURI. Na kukumbusha kipindi hewani ni Drums of History. Mimi ndimi mtangazaji wako FK Mwenda. Usibanduke kama uje subscribe.